Kwa majina mimi naitwa Nasor Morsad. Pale nimeanza na engineer. By the way, mimi background yangu ni engineering. Nimesoma engineering, nimesoma electrical. Watu wengi wanauliza kwa nini nimeangukia kwa design. Long story, na wanaendelea, hiyo so story ya leo. Digital transformation, title yangu, lakini nasema 5 areas to focus on them. Mara nyingi tukisema digital transformation, watu wengi wanahisi labda kutumia iPhone 17, kutumia labda laptops na kutumia vitu vya digital. Ni more than that. Digital transformation ikija inaathiri sehemu zote. Inaathiri uongozi, inaathiri wateja, inaathiri familia, inaathiri kila kitu. Sasa leo kuna maeneo matano nataka tuyaone na vipi yanaathiriwa. Kuna msemo mmoja unasema there is nothing permanent except change. Kila kitu duniani kinabadilika. Yaani hata wewe leo ukisema ukiamua ukae tu hapa, baada ya siku mbili utajiona na mavumbi, nguo zako zimetanika na vitu vingine. Yaani lazima yatatokea mabadiliko. Sasa mabadiliko ili yatokee kuna namna mbili. Kuna mabadiliko positive au negative. Sasa technology inapokuja au digital, especially nazungumzia mambo ya digital yanapokuja, yana athari mbili. Na athari positive na athari negative. Athari negative inatokea biashara mengi sana tunajua yamekufa. Kuna kampuni ilikuwa inaitwa Kodak kipindi cha nyuma. Ndio kampuni ilikuwa hapo giant katika masuala ya cameras na videos hizi. Ilikuwa hakuna kampuni kama hiyo, lakini ikaja ikafa mwaka 2009 kwa sababu tu waligoma, wao CEO wao waligoma. Sasa mimi sitengenezi digital cameras. Hizi za simu haziwezi kuja kutufunika sisi. Sisi tunafanya sales za billions of money, haiwezekani. Lakini ilipofika mwaka 2012 Kodak ikafa completely kwa sababu tu walishindwa kuadapt na teknolojia. Kama inavyoeleza definition yangu ni use of technology to change how. Hizi zote ni keywords. To change how an organization works, save customer and create value. Ukichukulia poa tunasema digital transformation, maana yake kuna baadhi ya mambo hutaweza kuyafanya. Katika organization yako kazi nyingi zita stuck, wateja wanaweza kupoteza sana, lakini pia value ambayo unatakiwa uitengeneze haitakuwa ile ambayo ulikuwa unaitegemea. Lakini pia it is not only about technology. Watu wengi wakisema digitali, mambo ya kidijitali wanahisi kwamba ni technology. No. Sio technology peke yake. Naomba tuangalie haya baadhi ya sehemu hizi tano ambazo kwa mtu akisema digital transformation, mabadiliko ya kiteknolojia yanaathiri sehemu tano tu. Value, competition, customers, innovation na data. Mara nyingi sana katika hizi sehemu competition tunajua ni kuna wafanyabiashara tofauti wana compete, kuna wateja ambao tunataka tu retain wateja wetu, kuna innovations zinafanyika, kuna data ambazo tunazikusanya kutoka kwa wateja wetu na value. Kianza na customers. Zamani ilikuwa mfanyabiashara ni one way, tunasema one way communication. Anatangaza bidhaa zake kutoka kwenye ITV. ITV bwana, mimi nauza magodoro kitu fulani, anatangaza ITV na kuja kwa mteja. Upati chance ya kucomment kwenye ile tangazo, kama tangazo baya au zuri, upati chance ya kufanya chochote. Wewe kila siku unatangaziwa matangazo. Umeona? Kwa hiyo zamani ilikuwa wateja walikuwa ni passive, lakini sasa hivi wateja ni active. Ukiposti tangazo lako Instagram likiwa baya, watu wanakuambia pale. Tangazo lako baya bwana, una sura mbaya, sijui vipi. Yaani wanakupa makavu live. Kama tangazo lako zuri wanakupa. Kwa hiyo inasaidia sana improvement ya biashara yako, inasaidia sana improvement ya content zako na vitu vingine. Hayo ni moja ya mabadiliko ya teknolojia. Kama unavyoona hapo, hii ni old model. Kampuni inatangaza kwa customer. Hata kama kitu chako ni kibaya, customer wanakuwa hawana uwezo kukupa nini feedback. Lakini kwa sasa hivi kampuni inatangaza, wateja wanaona, wateja wakiona hawakwambii wewe, unamwambia Google, yani like ni network, very complex network ya sasa hivi kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia. Sasa kabla hapo kuna kitu kimoja ambacho hapa kutoka kwenye complex network ambayo watu wengi sasa hivi wameigundua ndio njia kubwa zaidi. Wanahusisha wateja katika kudesign products zao. Kuna kampuni moja inaitwa Threadless. Ndio hii hapa. Hii ni kampuni mnaweza mkaja mkashangaa sana. Ni kampuni ambayo unaingia kwenye website yao. Ukishaingia kwenye website yao, wewe ndio unajidesignia. Kwa mfano unataka t-shirt, unaingia pale wewe una design, unaweka logo hapa, unaweka hapa, unaweka huku. Unataka shati mikono mifupi, una design wewe na it's very simple. Then ukimaliza una submit. Ukisubmit wao wanakupa design hiyo ulionini wewe. Walianzisha hii program mwaka 2012. By the time wanaanzisha sales zao zilikopo kwa mwaka ni $9 milioni. Lakini by 2015
wamefikisha dola milioni 30. Wamekuwa zaidi ya mara 6, ambayo kila mtu baadaye kwa muda wake atakuja ataingia ataona hii kampuni inaitwa Threadless. Kwa hiyo ukiingia humu anakuambia kabisa challenge yako una end up to hapa, ukidesign na design yako ikiwa beta zaidi, wao wanaenda kuiuza, kadiri wanavyoiuza wanakupa na wewe. Kwa hiyo wateja wengi wakawa wanaambiana, mwisho wa siku wakapata wateja wengi sana kwa sababu ya wao wakawa wanajumuisha wateja wengi katika biashara zao. Lakini domain ya pili ni competition. Zamani ilikuwa mwenye hoteli ana compete na mwenye hoteli mwingine. Anatangaza bidhaa zake au anatangaza service zake anazotoa katika hoteli zake, lakini pia kwa kumponda mwingine. Zamani ilikuwa ili ufanikiwe lazima mwenzako afeli wewe ufaulu. Lakini katika dunia sasa hivi ili ufanikiwe mwenzako lazima afanikiwe. Ameingia kuna mtu anaitwa Airbnb, wote tunamfahamu. Hoteli sasa hivi baada ya kusigana wote wamemfuata Airbnb. Wanajisajili pale katika platform. Kwa sababu wewe ukimpinga Airbnb automatically utakufa. Kwa sababu yeye ana nini? Ana technology ambayo ni digital, lakini imefanya urahisi kwa watu wengi. Kwa traditionally kama unavyoona hapa, kampuni zilikuwa zina win, ili kampuni ishinde, kampuni nyingine inabidi lose. Lakini kwa sasa digitally organization engage zinafanya kitu kinaitwa competition. Wanashirikiana, kuna collaboration. Na wanasema kuna moja ya features ambayo Instagram wameianzisha ambayo imewapa mileage kubwa sana, kwa sababu TikTok ilikuwa anawakimbiza sana Instagram. Wakaja na idea yao ya collaboration. Wanasema imekuja imeipa uhai sana Instagram kwa sababu watu wana collaborate sana. Ukienda kwenye TikTok it's not that easy to collaborate. Hata YouTube naona sasa hizi wameanza kuadapt hiyo issue. Mfano kuna hizi tunazifahamu hizo kampuni zote mbili. Hii ni Samsung, hii ni Apple. Tukiangalia huko ndani inawezekana watu wote, asilimia kubwa ya watu wana kampuni brand hizi. Simu za Zalo, matelefoni. Brand hizi mbili zote zipo. Lakini cha ajabu zaidi, hawa walibidi wawe competitors, ilibidi wachukiane kwa sababu wote wanabidi wanapambana kukuzia wewe simu na wewe huwezi kutumia simu nyingi kwa pamoja. Lakini kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba Apple anaenda kutengeneza chip kwa Samsung kwa sasa hivi kwa sababu it's better. It's cheap yeye kufanya kazi zake. Kwa hiyo huyu anafanya biashara na huyu, lakini huyu pia ana compete na huyu. Kwa kwenye chip huyu anamuuzia, lakini pia wanashindana katika vitu vingine. Kuna Netflix na Prime Video. Netflix yeye hana infrastructure. Netflix nadhani wote tunaifahamu na hii Prime Video tunaifahamu. Hawa wote ni competitors. Hawa wanaonesha series na huyu anaonesha series. Sio? Lakini huyu ni ya Amazon. Hii ni kampuni ya Amazon. Amazon ana infrastructure, ana maserver ambayo hizo video zako zinahifadhiwa huko. Kwa hiyo huyu anatumia server za huyu ili kufanyaje? Kuweka video zake. Wanashirikiana. Umeona? Huyu angemkataa huyu, eventually huyu angekufa. Kwa sababu angeenda kwa Google, Google angemkubali na vitu vingine vingeenda. Nyingine ni data. Data ni mali kwa sasa hivi. Watu wanavyokuja kwako, wanavyosubscribe, wanavyokuja kufanya biashara kwako, wanakupa uwezo wa wewe kufanya maamuzi katika future. Jinsi gani maamuzi yako utayafanya. Wanasema raw data into actionable insight and intelligence. Mfano hapa. Hii ni chati ya CRDB. Wakati wameanza kutumia internet banking. Mwaka 2013 walikuwa wana wateja karibia 9453. Lakini mwaka 2017 wana wateja wangapi? 21460. Wao wenyewe hizi data zinawasaidia sana kufanya improvement na wanaangalia sehemu gani ambao wamepatia, sehemu gani ambao pia wamekosea na mambo mengine kama hayo. Kwa sababu unaona hapa kuna mwaka hapo walikuwa sana, lakini hapa wakaja wakashuka. Mwaka 2015 walikuwa mpaka 51% ya wateja wao. Hapa wakaja wakashuka. Kuna kitu kinaitwa kingine, domain nyingine inaitwa innovation. Innovation Kiswahili ni nini? Ubunifu, sijui kitu kama hicho. Hii ina encourage experimentation. Zamani kiongozi au CEO wa kampuni, kiongozi wa taasisi, hata wa serikali alikuwa anatumia mawazo yake yeye kwa hapa inabidi niadi kitu fulani ili vitu viende vizuri. Alikuwa wanasema anafanya machari yale. Anatumia instincts kutabiri mambo ya mbeleni. Lakini sasa hivi watu wanatumia experimentation. Mkiangalia hata Google, YouTube kuna experiments nyingi sana zinafanyika za button, prototype nyingi sana zinafanyika ili mradi kufanyaje? Kuangalia future inakuaje. Kwa hiyo hii imepunguza vitu vingi. Mfano mzuri kabisa kwa Tanzania hapa ni system ya malipo ya serikali. System ya malipo ya serikali ambayo watu wengi wameizoea kwa GEPG. Umeona?
jinsi gani inafanya kazi. Imeconnect watu wengi sana na inafanya imerahisisha vitu vingi. Hapa kuna watu wa migration, kuna polisi, kuna ofisi za serikali. Huku kuna private companies, umeona? Alafu kuna wananchi. Kwa hiyo hii yote wote wana integrate, huyu analipa kule, mwananchi analipa hapa, inachakatwa hapa, serikali anapata mfumo. Anapata mapato yake, Mwananchi anakuwa haendi tena physically, sio aende hospitalini atoe pesa, sio anatakiwa alipe, hawezi kwenda migration. Kwa hiyo innovation imefanya integration na vitu vyote kwa pamoja vikae pamoja. Lakini cha mwisho ni value. Hiki ndo nataka nikiongelee zaidi. Value, watu wengi unajua wana resist to change. We change from ndio maana kuna msemo unasema we change from defending not adapting. Watu wengi wanaogopa sana kubadilika. Umeona, nikibadilika bwana nitakufa, nikibadilika bwana kitatokea hichi, nikibadilika kitatokea kile. Wanashindwa kuadapt. Mimi naomba niulize swali moja. Last week mheshimiwa mgeni rasmi kama miezi mitatu iliyopita tulienda sisi kama vijana fulani tulienda zetu kutembea Bagamoyo kwenye historical sites. Tukaona baadhi ya vivutio ambavyo vipo nchini kwetu na baadhi ya vitu vingine. Sasa mimi nikaa najiuliza maswali kwenye kichwa changu kwamba hivi miaka ya mbele Gen Z watakuwa wanaenda kwenye hivi vivutio hivi. Kwa nini isitengenezwe kitu digitally? Kuna watoto mshakusikia kinaitwa VR, zile virtual reality. Unavaa virtual reality ukiangalia hivi unaona mazingira yote ya Bagamoyo. Sababu Gen Z ni wavivu, lakini wanafanya kazi kwenye digital. Hawapendi kutembea. Utakosa wateja wengi sana baadaye, watu watakuwa hawaendi huko Bagamoyo, watu watakuwa hawaendi Mikumi, hawataki kwenda kwa sababu hawataki disturbance. Sio kama hawana hela. Unajua watu wanachanganya vitu kwamba wanahisi labda watu hawana hela. Tabia zimebadilika. Mtu kutoka hapo kwenda Bagamoyo anasikia uvivu. Kwa hiyo nikawaza, hivi kitu kwa nini watu wasitengeneze like a digital thing ambayo ina mazingira yale ya Bagamoyo, mtu akivaa anaona mamba, samaki, whatever the case ambao anatakiwa aone. Lakini kumbe wakati nawaza, kumbe duniani watu washafanya. Kuna museum, kuna digital museum ipo duniani ambao tunafahamu watu wa UNESCO. Tunafahamu UNESCO wao wanadili na masuala ya kupreserve culture dunia nzima na masuala ya research. Wao walishakuwa mbele ya muda. Ukiingia kwenye hii website yao ambao nitaomba nionyeshe baada ya dakika 2. Ukiingia kwenye hii website yao hapa utaona wao wameweka vivutio vyote digital. Ukiingia inakupa user experience hii website. Utaona mabaka ya zamani ya Qur'ani yalivyokuwa, utamuona Firauni alivyokuwa. Yaani ukiingia kwenye ile website unajiona kama wewe tayari ushafika Egypt. Umeona? Kilichotokea nini UNESCO? Mwaka 2018 UNESCO wametangaza kwamba wamepata watu wengi sana wameenda kwenye hizo historical site baada ya kuanza kuvisit UNESCO. Umeona? Kwa hiyo inawezekana sisi kwa vivutio vyetu tukaanza kutengeneza virtual reality ambayo mtu akikaa ndani ana scroll, kumbe Mikumi ndio iko hivi. Kumbe sehemu fulani iko hivi, kumbe Shinyanga iko hivi. Ana uwezo wa kupata ile experience na akaja kweli Shinyanga. Bila mtu, ndio maana hata ukienda kwa muuza karanga na kuonjesha kwanza karanga. Akishakuonjesha, ukiona tamu utanunua karanga zinazofuata. So kabla hapo mimi presentation yangu imeisha. Nataka nionyeshe virtual reality ambayo imetengenezwa na hii UNESCO. Hii hapa. Hii ukiingia kwenye hii website hapa. Hii website ina vivutio tofauti tofauti hapa. Na ukitaka ujue dunia nzima wameiweka hapa. Kuna Afrika kuna katika nchi 52 zote zipo. Kuna Uarabuni, kuna nini, kote ukiingia. Sasa ukija hapa, una uwezo wa kutembea hivi. Unaona, unakuwa kama uko ndani. Ukibonyeza hii utaona atakwambia bwana hii ni page of Quran. Umeona, ilikuwa nini mwaka gani? Ukisema bwana nataka nisome zaidi, atakwambia bwana hii ni kitu gani, kimetokea wapi na maswahaba gani waliacha hiki kipande, kina message gani na vitu vingine tofauti tofauti. Kwa ajili ya kusave muda huku chini kote huku kuna centuries, kila kitu utaelezewa. Kila kitu kipo. Kwa ajili ya kusave muda naomba tuishie tu hapa. Kwa huku unaweza ukascroll sehemu mbalimbali. Kwa hii UNESCO wenyewe wanasema imewazidishia sana mapato kwa asilimia kubwa sana. Kutoka asilimia 30 kwa sababu watu wapende kutembelea kwenye historical site. Kutoka kwenye asilimia 30 mpaka imeenda kwenye asilimia 130. Sasa hivi watu wanapenda kwa sababu ya website hii tu. Sasa cha mwisho naona ndele kanisimamia hapa. Cha mwisho kabisa kuna kitu nilikifanya na hiki specifically nilifanya kwa ajili ya mheshimiwa mgeni rasmi hapa. Na sisi sidhani kuna mtu ambaye ameshafika Shinyanga hapa. Lakini probably mtafika.
Lakini probably watu nao wanaweza kaanza kuwa na visual reality ya Shinyanga, kuna sehemu gani, kuna vitu gani, wakaanza kuona kabla hata hajafika, probably wakapendelea kutembelea. Na mimi nikakaa nyumbani nikatengeneza kitu fulani, website fulani ambayo nasema ni digital museum tunasema, ambayo tunasema Shinyanga Museum, ambapo hii ni nini ni landing page tunasema, ambayo ina vitu tofauti tofauti hapa, hii like ya kawaida. Lakini sasa unataka ujue Shinyanga kuna nini, utaenda hapa explore Shinyanga. Hapa utaambiwa life, utapewa historia nzima, mababu walikuwa wanaishi huko, walikuwa wanaishije, mavazi yao yalikuwa mavazi ya namna gani, kuna mtu ataanza kusoma. Lakini ukija hapa nikajaribu kutengeneza visual reality fulani ambayo like ningekaa vizuri ingekuwa beta zaidi, lakini kwa sababu nimetengeneza tu haraka haraka. Hii nayo unazunguka, unataka ukitaka kwenda huku, umeona, ukibonyeza kwa mfano kidude hapa pap inakuletea, umeona, inakuletea oral traditions, inakupa story zote, hii sehemu gani, kama ni sehemu ya madini na sehemu zingine tofauti tofauti. So nilitaka kujaribu kuonyesha tu jinsi gani hii teknolojia na hizi historia zote mwaka 1880 kulikuwa kuna nini, inaweza kuwasaidia sana hata wanafunzi, walimu katika kufundisha jinsi, yaani wanaona, kwa sababu tabia zinaonyesha kwamba mtu anavyo interact na kitu ndo anazidi kuwa zaidi bora zaidi katika kukipenda kile kitu. So ni moja ya vitu, kuna art crafts kama zitakuwepo, kama sijui watu wanasuka kama ukili na nini, lakini pia kuna sehemu ya kuchangia. Kwa mfano kama kuna mtu anaijua zaidi Morogoro kushinda wewe unavyojua, mtu anajua zaidi Shinyanga, ana uwezo wa kuchangia, bwana mimi nilivyokuaga huko kulikuwa kuna kitu fulani, lakini enzi za Iron Stage mimi bibi yangu alinadisia kitu fulani, anachangia, alafu kuna watu wa kuapprove ile story ni ya ukweli au sio ya ukweli, then ana upload. Aki-upload, baada ya muda watu wanakuja wanaona, Gen Z na watu wengine. Baada ya kusema hayo, naomba niwasilishe mbele. Shukrani sana. Shukrani sana Engineer Nassor.